Ivory Coast wanasema kwamba wameng'amua mapinduzi ambayo yalikuwa yatekeleze mwezi huu Disemba na kumng'oa amiri jeshi na head of state wa Ivory Coast ambaye anajulikana kwa jina la Alassane Ouattara. Karibu Official Zungu_, kupe ukweli na juu ya hali ambayo imejiri katika nchi ya Ivory Coast. Kwanza fahamu kabisa Ivory Coast ni moja kati ya nchi za mapinduzi, kwa maana ya kwamba sio mara ya kwanza kwa rais kutaka kupinduliwa na sio mara ya kwanza kwa rais kuwa katika njama za kupinduliwa. Lakini pia kingine cha muhimu ambacho inabidi ufahamu ni kweli kuna njama za mapinduzi ambazo zilikuwepo. Raia wa Ivory Coast hawakulijua hili, ila baadhi ya maofisa wa kijeshi walijua hili. Mapinduzi haya yalitakiwa kutekelezwa katika mwezi wa Disemba karibu na tarehe 20, 21 mpaka 22. Of course yalikuwa ni mapinduzi ambayo yanatakiwa yatekelezwe kabla ya sikukuu ya Krismasi. Alitakiwa rais wa Ivory Coast aondolewe kabisa madarakani, lakini maofisa wa Ivory Coast wamefanikiwa kuling'amua hilo. Na Ivory Coast hili hawajaling'amua peke yao, wameling'amua kwa kusaidiwa na vikosi vya Ufaransa, kwa sababu Ufaransa ni moja kati ya nchi ambazo zinailinda Ivory Coast kufa na kupona kwa sababu ya maslahi fulani. Ivory Coast na Ibrahim Traore, huyu mwamba hapa, umeona, hawako vizuri katika masuala ya kidiplomasia. Kwa hiyo hatujui haya mapinduzi ya Ibrahim Traore yalitakiwa kupangwa kwa aina gani. Mapinduzi ya Alassane Ouattara pale Ivory Coast hatujui yalitakiwa kupangwa kwa aina gani, lakini ukweli ni kwamba Ivory Coast wameepuka jaribio la mapinduzi mara baada ya intelijensia ya jeshi kugundua ya kwamba kuna namna ambayo si nzuri inatakiwa kufanyika. Kwa hiyo nao Ivory Coast ni shwari kabisa. Rais Alassane Ouattara anaendelea na majukumu yake kama kawaida. Hapa ni Official Zungu_, Ivory Coast ni shwari kabisa. Karibu tuchambue pamoja.